Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe sana sana sana. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu mno kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunafurahia kusikia neno la Mungu siku zote, nami ni furaha yangu kukuletea neno la Mungu lisikie siku zote. Bado tunamwangalia Yesu Kristo, namna anavyoiangalia dhambi. Injili ya Mathayo, tumeshamaliza Injili ya Mathayo, tumeingia Injili ya Marko mtakatifu. Twende sura ya 8 mstari wa 27 na kuendelea. Marko 8:27. Akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akawauliza wanafunzi wake akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine mmojawapo wa manabii. Naye akawauliza, na ninyi mwasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Amen. Pendwa wangu mtazamaji wa kipindi hiki na mfuatiliaji wa mkate wa leo, bila shaka unafurahia, nami ni furaha yangu kwamba uendelee kufurahia na kupanuka ufahamu wako. Tunaangalia jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Hapa kwenye mistari hii tuliyoisoma ni habari ambayo Yesu ameisimulia kwa namna ya ajabu. Ilikuwa siku moja katika safari zake akienda Filipi kule na wanafunzi wake. Akawauliza njiani akasema, hivi watu wananiita mimi nani? Watu wananifahamu mimi kama nani? Watu wananionaje mimi ni nani? Wakamjibu akasema, wanakuita wengine Eliya, wengine wanakufikiri kama ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema labda mmoja wapo wa manabii, wengine labda Eliya, wengine wanakuita labda Yeremia na kadhalika. Lakini akawageukia wao akasema, kama ni hivyo watu wananiita, ninyi mnaniita nani? Mnanifahamu kama nani kweli? Petro akajibu. Petro alikuwa ni mmojawapo wa wanafunzi hodari na walikuwa viongozi wa mbele. Kwa hiyo alijua mambo mengi na Mungu alikuwa anamkaribia na kumfunulia mambo mengi. Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Kristo maana yake wewe ndiye mfalme. Wewe ndiye mfalme wa Israeli, uliyekuja kwa ajili ya Waisraeli. Wewe ndiye mfalme. Mfalme, Kristo ni mfalme au mti wa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Ndipo Yesu akawaambia, basi kwa kuwa mmejua, siwaambie watu habari hizi, maana wengine hata mkiwaambia kwao wanaona kama si kitu. Kwa hiyo nyamazeni kama mmeshanijua. Maana yake hapa dhambi tunaipataje? Maana yake ni hii: kama humfahamu Yesu ni nani, ni dhambi kwako. Maana wako watu wanaomfananisha Yesu na Isa bin Maryam, wengine wanamfananisha Yesu na mitume, wengine wanamfananisha Yesu na manabii. Lakini mimi nikwambie, Yesu ndiye Kristo. Usipomfahamu hivyo, ni dhambi kwako. Injili ya Yohana sura ya 17, Injili ya Yohana 17 anasema hivi, mstari wa 3. Injili ya Yohana 17 mstari wa 3, hapa anasema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli, wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Maana yake usipomjua Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu kama ni Kristo, wewe ni dhambi kwako na uzima wa milele huna. Uzima wa milele unapatikana katika kumjua Mungu na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. La sivyo humjui, hivyo ni dhambi kwako. Ukimjua Yesu kama nabii tu, kama mtume tu, kama mtu fulani tu, hiyo ni dhambi kwako. Lakini Yesu Kristo ni mfalme wetu. Yesu Kristo ni mfalme wetu. Kisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6, anasema, maana kwa ajili yetu amezaliwa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mfalme wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kwa hiyo maana yake yeye ni mfalme, alikuja kama mfalme. Kwa hiyo yeye ni Kristo, mfalme wa Israeli. Kila anayeokoka na kumwamini Yesu Kristo anafanyika kuwa Mwisraeli wa kweli, Mwisraeli mpya.
Hivyo basi, kama humjui Yesu Kristo kama Yesu Kristo, kama mfalme, basi umepotea ndugu yangu. Mahali fulani wanamuita yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Soma kitabu cha Ufunuo, inasemwa hivyo. Anajulikana kama Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa hiyo usipomtambua hivyo, ni dhambi kwako, na kwamba jehanamu inakuhusu. Maana huku Yohana anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu Kristo alitumwa kwa ajili yetu kuwa mfalme. Je, naamini hivyo? La, huamini hivyo, basi ni dhambi kwako. Lakini bado mlango uko wazi, unaweza kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Kristo aliyekuja kwa ajili yetu. La, huamini hivyo, basi lakini ningekushauri umwamini Yesu Kristo. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Neno litaendelea kukufikia na mafundisho haya mazuri yataendelea kukufikia. Muombe sana usiache kuniunga mkono na kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Usiache kulike wala kukomenti. Niko tayari kushirikiana nawe. Tafadhali. Mungu wa mbinguni akubariki. Jina lake Mungu